imenikomboa. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mungu wetu ni mwema na wa kila wakati ni mwema na ni mwaminifu. Adhuhuri ya siku ya leo nawakaribisha kwa ibada yetu kwa wakati mchache sana, na Bwana wetu Yesu Kristo atawabariki. Mtazamaji wangu, na kukaribisha mara tena katika ibada yetu ya adhuhuri. Tushiriki pamoja na wewe neno la Bwana, na kwa majina yangu naitwa Beatrice Wamboi, na nimeokoka na upendo wa Bwana kwa sababu amenilinda, amenihifadhi katika wema wake. Moyo wangu na shukrani kwa umbali huu Mungu amenileta, kwa sababu imegharimu nguvu za Bwana na uweza wa Bwana. Tutasoma maandiko kwenye kitabu cha Acts chapter number 4 and verse number 33. Acts 4:33. And the Bible says, and with great power of the apostles gave their testimonies to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. That is Acts 4:33. And with great power the apostles gave their testimonies to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and the great grace was upon them all. In the book of Acts, chapter number 14, Acts 14 verse 26. Naomba nisome zote mbili nishikanishe na ili chapter number 14 verse 26. Wow. And from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had fulfilled. And from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work which they had fulfilled. We are talking about grace. Na ndio tumesoma Acts 4:33, that with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was with them all. Much grace was with them all. In Acts 14:26, from Ataria they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. Where was the grace of God? Why tunaweza jiuliza, like, why the grace of God was so important in the experience of the early Christians? Why did the church in Antioch pray that the grace of God will be upon Paul and Barnabas, and later on Paul and Silas? And they set out on their missionary journeys.
sihubiri bali tunajifundisha sisi wote, na tunataka kujifundisha kuhusu grace, neema, the grace of God. What is the meaning of the word grace? The most common understanding of the word grace is God unmerited favor. The most common understanding of the word grace is God unmerited favor. In other words, even though we were sinners deserving of judgment, God looked upon us in love and forgave us. This, however, it only have its meaning. It also means God enabling power. It means God's unmerited favor, and it also means God enabling power. In the book of 2 Thessalonians, chapter 2, 16, 17, the Bible says, may our God Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. Not only does his grace make us accepted into the family of God, but it also provides the power we need to live the Christian life. Two scriptures indicated the two aspects of God's grace in every believer. Let's look at the God unmerited favor. In the book of Ephesians, chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved, through faith, as this, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. That is God's unmerited favor. We have seen another meaning of the word grace, that is God's enabling power. And tukiangalia kwa kitabu cha Ephesians chapter 1 verse 4 and 6, I think tutakuwa na vitabu mingi sana za kusoma, zingine hatutasoma, zingine itabidi tu kubali kuandika mahali na ukipata nafasi utasoma. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. In love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which is enabling power, which he has freely given us in the one he loves. In salvation, not only in God's unmerited favor expressed, but so also in God's enabling power. It is only by his power that we can be transformed. It is only by God's power tunaweza badilishwa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. It is only by this grace, by this power of God, that we can be transformed. This principle of grace continues throughout our walk with God. In every area of Christian life, it is God's grace that causes us to grow and be strong. Hii neema ya Bwana ndio imetufanya sisi wa Kristo katika wokovu at least tukue day to day out. It is this grace that makes us grow. Bwana asifiwe. And as we continue reading the book of
2 Corinthians and chapter 5 verse 17. The Bible says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. For it is only by the power of God that we can be transformed. The principle of grace continues throughout our walk with God. In every area of a Christian life, it is God's grace that causes us to grow and be strong. God's enabling power given to us without any merit on our part. Grace, tunaposoma kwenye Biblia tunapata wale watu tunasoma kuwahusu kwenye Biblia, akina Paul, akina Gideon. There is that grace which was given to them by God himself. Na tunapoangalia, it was only through him, through God himself, that gave those servants grace. One, tunaweza angalia like the grace that was in the life of Moses. Musa aliitwa na Mungu na ili akawaokoe wana wa Israeli. The command the Lord gave Moses was not a small task. Ile kazi Mungu alimwaminia Moses haikuwa rahisi na haikuwa kidogo. Egypt was the ruling empire of the day. It wasn't an evil nation, but Pharaoh was a satanic leader. Pharaoh yeye alikuwa mfalme wa Egypt by then. Egypt itself wasn't an evil nation, but the leader himself was a satanic leader, kind of. Held authority that was claimed to be divine. Every nation in the known world lived in fear of Pharaoh. Wakati ule, zile nations zingine kama vile that Uhuru Kenyatta is the president of this nation. Kwa hivyo, kuna nations zizo zingine na kuna presidents. So like tuseme Uhuru is the Pharaoh of which he is not. Kwa hivyo zile nchi zingine zimuogope kwa ile leadership ana lead. Pharaoh wasn't a good person. Kama vile tunasomanga kwenye Biblia, he wasn't that good leader. He wasn't that good king. And when God told Moses to go down to the Egypt and tell Pharaoh to let his 3 million people go free from slavery, alingangana sana. Musa atakama alitumwa na Mungu akawaokoe wana wa Israeli. Na kwa vile Farao alikuwa kitu kibaya, kwa hivyo Moses struggled. Na vile Mungu mwenyewe alimwambia ya kwamba aenende akawaokoe the 3 million people who were into captivity, wenye walikuwa wanafanya kazi kwa Farao, walikuwa kwenye utumwa. Na Mungu akamwagiza Moses aende akawakomboe wana wa Israeli kutoka utumwa. When God told Moses to go down to Egypt and tell Pharaoh to let the 3 million people he told Pharaoh to free those people from slavery. Lakini Moses, kuna yale mambo, kuna zile weaknesses zake alikuwa nazo. Zile alikuwa naona they can be a barrier na anaweza kuwa hata faulu kutoa wale wana wa Israeli mikononi mwa Firauni. And out of those weaknesses and those inabilities, it was like, ukiangalia kwenye kitabu cha Exodus chapter number 3 verse 11, alikuwa anauliza, who am I
Yani alijiangalia akashindwa, mimi ni nani ili nikatoe wale watoto, wale watu ambao walishikwa mateka, wale ambao wako kwenye utumwa, mimi ni kama nani nikawatoe mikononi mwa ule mfalme? Na ikijulikana Farao alikuwa kama nani, because I had said that he was a satanic leader kind of. The nation wasn't evil, but the leader himself was kind of satanic. Kwa hivyo kila mtu alimuogopa. Kwa hivyo wakati Moses aliambiwa na Mungu anataka kumtuma kwa Farao ili akawakomboe wana wa Israeli mikononi mwake, alijiuliza na aliuliza Mungu, who am I? In the same chapter 3 verse 13, alafu akamuuliza Mungu, and who are you? And that is when God told Moses that I am who I am. In chapter 4 verse 1, Moses akamwambia Mungu, hao watu they will not believe me, hawataniamini ya kwamba ni wewe umenituma. Yani Mungu anaweza akakutumia na njia moja kubwa, azin anataka kukutuma mahali, na si mahali tu hivi. Like leo hivi Mungu akwambia nataka kukutuma kwa president, State House. Ukijiangalia unaona haufai, ukijiangalia unashindwa aje. And that is why Moses was asking God, who am I? Vile tu Mungu anaweza akakutuma mahali ujiulize, yani Mungu umeangalia watu wengine wowote wale ukaona mimi, who am I? Na mpaka akauliza Mungu, who are you? Because I think ni yeye alikuwa nadhania ni yeye mwenyewe amefikiria kwa mawazo yake. And in chapter 4 number verse 10, mpaka alikuwa anajaribu kuelezea Mungu yale mambo hawezi, his inabilities yale and weaknesses zake, alikuwa anaziconfront kwa Mungu, at least ndio ikuwe an excuse Mungu achague mtu mwingine ili atumwe yeye. Mpaka akaambia Mungu in chapter 4 verse 10, I'm not eloquent, hata kuongea kwangu si kuzuri vile, kwa hivyo mbona unitume kwa mfalme? But I think ni ile uoga, walikuwa wanajua ya kwamba Farao mwenyewe hakuwa mchache. Kwa hivyo kutumwa kwa Farao ilikuwa inahitaji a lot of grace, ndio uende upate mfalme na umwelezea kwamba Mungu ameniambia, Mungu amesema. Ikafika mahali Moses in chapter 4 and verse 13 akamwambia Mungu, Lord said someone else. Na hivyo ndivyo, hayo ndio maisha yetu ya siku ya leo. Umeitwa na Mungu, amekuchagua, amekuita, ni kweli, lakini Mungu anakuaminia jambo fulani, unashindwa, bona mimi, who am I to do this kind of ministry, to do this kind of, yani mpaka unajiangalia, na most likely unaangalia ile hali ulioko ndani yake, unajiuliza who am I? Like today Lev akuaminie kazi kwa hii madhabahu, alafu ujiangalie ujiulize, si kazi inaweza fit akina fulani, lakini sio mimi. Ukijiangalia ujiulize who am I? Mpaka unajaribu kumwambia hata hao watu nikienda kuwaelezea hawataniamini, kwa vile wanakuonanga, kwa vile wewe unajiona na kwa ile hali ulioko ndani yake. Kwa hivyo unaona hata nikienda na niwaambie nimetumwa hawataniamini. Mpaka yale mambo, wakati Moses alijiangalia akaona, I'm not eloquent, I don't deserve this kind of, hii kitu Mungu ananiambia I don't deserve. Mpaka akaambia Mungu, I think it was a humble request, akaambia Mungu, God just said someone else, but with God's grace, kwa neema, kwa uwezo, this enabling power, this God's enabling power, this unmerited favor of God, which is grace. But with grace of God, Moses did go down to Egypt, and with signs and wonders brought the people of Israel out as God told him to do.
kwa hii neema, si kwa uwezo. Yale mambo yanafanyikanga kwa neema, haikuangi kwa nguvu zako, haikuangi kwa uweza wako. It is that God's unmerited favor. It is that God's enabling power. Kwa hivyo for you kufika mahali Mungu amekusudia ufike, kwa wewe kufanya ile kazi, the ministry that is in you ndio ifanye kazi, we need God's unmerited favor. We need God's enabling power within us, ili tuweze kutekeleza kazi ile Mungu ameweka ndani yetu. Huwezi amka tu hivi. Na ni kweli Moses alijua ni Mungu amesema, na alijua ni kweli Mungu akisema lazima atamake kila kitu kuwa possible, lakini akijiangalia na akiangalia mahali anatumwa alishindwa, na akajiuliza who am I? At the same time mpaka akauliza Mungu, who are you? Na Mungu akamwambia I am who I am. Akaona hiyo haitoshi, akamwambia sasa hata ukinituma au watu hawataniamini, they will not believe me. But God insisted that it is you and it is you and you must go. Ile kazi Mungu ametuaminia, we try to give excuses ya kwamba unajiangalia for one, unajiuliza who am I? Unaambia Mungu mimi siwezi, mimi sina nguvu, mimi sina uwezo. But it is through this unmerited favor of God, it is through God's enabling power that will make you utekeleze ile kazi Mungu amekusudia wewe ufanye, ukijua kwamba sio nguvu zako na sio uwezo wako, ni Mungu mwenyewe atakuwezesha. And that tukiangalia hiyo story ya Moses, God's grace was sufficient, and that is why that enabling power, it enabled Moses kwenda kwa Farao na kusema yale Mungu amemwezesha, hata kama haikuwezekana na siku moja, but that grace rested upon Moses. It enabled him kumake sure kwamba wale watu walikuwa kwenye utumwa, wale watu Mungu walikuwa anataka watoke mikononi mwa Farao, iliwezekana na wakatoka. That is how the grace of God worked to Moses. Despite ya kuwa yeye alikuwa na excuses mingi sana, to an extent akamwambia Mungu atafute mtu mwingine. When it comes to, let us look at the grace in the life of Gideon. Ukisoma kwenye kitabu cha Waamuzi, that is Judges 6, uanzie hapo 1 mpaka 24. The call of God came to Gideon to deliver his people from the conquering armies of Midian. Israel had known only defeat for many years. God's response to Gideon, to God's word, Gideon's response to God's word in verse 13 reveals his initial unbelief. Verse 13, but sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the heart of Midian. Even when the Lord encouraged him and promised to be with him, Gideon answered, how can I save Israel? I am the smallest member of the smallest family in our tribe. Tribe ya kina Gideon was the smallest. Ukiangalia kwa kina Gideon kwenyewe, he was the smallest. Kwa hivyo alikuwa anashindwa. Mungu akimwambia kwamba atawaokoa, alikuwa anashindwa what God meant. Ni kwa sababu akijiangalia yeye mwenyewe alikuwa naona haiwezekani, hawezi.
It's like leo hii Mungu akuaminie jambo fulani, ukiangalia kwenu unaweza shindwa, what nothing good can come out of that family, but because God is not a respecter of any person, that is why Biblia inasema ya kwamba Mungu hafanyangi kazi na wale watu wanaonekana wanaweza. Mungu hahitaji elimu yako ndio afanye kazi na wewe. Mungu hahitaji nguvu zako wewe na uweza wako ndio afanye kazi na wewe. Hata wale watu Mungu huwa anafanya kazi na wao ni wale watu ukiangalia unashindwa ni nini nzuri inaweza toka kwa hawa watu. Kama vile Moses alikuwa anaangalia anashindwa, si kuongea siongeangi vizuri. There was nothing good ile anaweza jivunia simame aseme because of this I will go. There wasn't. Same case applies to Gideon. Gideon anamwambia Mungu, ni kweli umesema ya kwamba utakuwa pamoja na sisi, na akiangalia naona they had been defeated many years. Alafu sasa Mungu, the same God, Mungu mwenye alikuwa na wao akishindwa, ni yeye tu anaambia Gideon, I'll be with you. Paka Gideon anamuuliza, yale those signs and wonders that we are being told by our fathers, where are they? Paka akaona that God has abandoned them. Mpaka akawaweka, yani akawapeana mikononi mwa Midiani ndio wamalizwe. And God told Gideon, I'll be with you. And Gideon answered, how can I save Israel? I'm the smallest member of the smallest family in our tribe. But despite his fear and inability, because alikuwa anaongea ni kwa sababu ya uoga, alikuwa anajibizana na Mungu ni kwa sababu yeye mwenyewe aliona hawezi. But despite his fear and inability, with God's grace, with God's enabling power, with God's unmerited favor, that is grace, Gideon saved Israel. And he did it with just a small band of men. It was grace that made the difference. Kwa hivyo, kwa neema ya Mungu ikiwa juu yetu, things will be possible. There will be a difference in our lives wakati neema ya Mungu itakuwa juu yetu. When this enabling power will be upon us, the impossibles will be possible. When this unmerited favor, kibali cha Mungu, ndio maana za zingine unaweza enda mahali ambapo ukienda bibi ni mahali pa wakubwa, ukijiangalia unashindwa utaanzia wapi, utamalizia wapi. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu anakujalia tu neema yake. It is only God who can give us this grace. Kwa neema ya Mungu unaenda unapata ile shida ama ile tatizo ulikuwa nayo umepata suruhu. Ukiulizwa ni aje umefaulu, hata wewe huwezi elezea. It is because of this enabling God's power. It is because of this unmerited favor. Ndio maana unasikianga watu wakisema mtu fulani ako na kibali, akienda mahali huwa anakubalika, akienda mahali, yani kila mtu unapata anaingiana na kila mtu. Si hivyo tu, juu kuna wenye wanaweza enda mahali na hata nobody recognizes them that they are there, but because you have God's grace upon your life, you have God's grace upon you, this grace makes difference. This grace makes things possible. Tumeangalia the grace in the life of Moses, ile ilimfanya akafaulu kutoa wana wa Israeli mikononi mwa mfalme Farao. The God's grace that was still in the life of Gideon, ile ilimfanya atakana kwamba alitoka kwa ukoo mdogo, kwa familia ndogo, akiwa mdogo kwa ile familia. By this grace, by God's grace, alifaulu kufanya ile kazi Mungu alipenda akaifanye. The grace of God in the life of the Apostle Paul.
Ukisoma kwenye kitabu cha Acts 15 and verse 40, before Paul and Silas get out of their missionary journey together, the church at Antioch played for them to the grace of God for the work that was ahead of them. Kama vile leo hii tuseme mchungaji ama the man of this house akupatie kazi ya madhabahu kufanya, ujiangalie uone haiwezekani. Ile kitu kubwa anaweza akakuombea ni neema, the grace of God to be sufficient, ili because it's grace is an enabling power, God's enabling power. Kwa hivyo hiyo enabling power, God will enable you, God will make it possible for you. Hahitaji nguvu zako ndio hiyo kazi ifanyike. Unahitaji tu neema, that grace, that power of God, and all is possible with God's grace. Paul and Silas, they needed this grace to survive. The Lord's answer to Paul's confession of weaknesses in his promise for us all. Na ukiangalia kwenye kitabu cha 2 Corinthians, that is where the Bible says in verse 9 that my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. In today's, kwa ile maisha tunaishi leo hii, we need God's grace. And God has released his grace upon our lives. In our relationship with God, as we walk with him each day, we constantly meet situations that would try to overwhelm us. Kwa maisha yetu ya kila siku, kila saa, kila dakika, kuna yale mambo ambayo tunapatana nayo. Mambo ambayo ni magumu, mambo ambayo ni mazito. Situation that would try to overwhelm us. Yale mambo yanaweza fanya tutoke kwa wema wa Mungu. Yale mambo ambayo yanaweza fanya roho zetu ama mioyo yetu iname. But this proves we believe what God's word says, despite the circumstances might indicate. Kwa sababu Biblia imesema ya kwamba in 2 Corinthians 12:9 that my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kwa hivyo kwa hayo mambo ambayo utapatana nayo kila siku, we go through all those hard times, all those hardships, tukijipa nguvu ya kwamba neema ya Mungu imetutosha. And by that grace being sufficient, we go through all those things and we make it because it is not by our power. It is not by our strength, no, but by the grace of God, which is sufficient. Tunatomboa kwa hizo hali. There are two important promises according to the grace of God. When the grace of God is sufficient, we have bold access to the throne of grace. The Bible says in Hebrews 4 and verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So these two important promises is we have bold access to the throne of grace. Second, God is able. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at
all times, having all that you need, you will abound in every good work. The grace of God, neema ya Mungu itakuwezesha kuenda mahali hata wewe mwenyewe haungetarajia. Itakufikisha mahali ambapo hata wewe haungetarajia utafika. Utafanya mambo ambayo hata wewe mwenyewe ukifikiria, ukijiangalia, haungefikiria ungeyafanya yale mambo. Utaingia, you will go in places where none, hakuna mtu mwenye angetarajia kwamba utafika mahali pale. But because of this grace, because of this enabling power of God, because of this unmerited favor of God, hii kibali cha Bwana ikiwa juu ya maisha yako, yale mambo ambayo yanakaa kutowezekana itawezekana. And that is why tumeangalia tukaona Moses, despite ya kuwa alisimamisha excuses like the ones unasimamisha siku ya leo, ya kwamba Mungu, unaambiwa ya kwamba Mungu amekuaminia kazi fulani, or you have a ministry of God in you. Unashidangwa utaanzia wapi? We unatazamanga tu, unaona wale watu walifaulu katika ministry, unatamani wale, and yet God is talking. Mungu anasema ya kwamba wewe, Mungu amekuita na mwito fulani, lakini wale wameitwa na the same calling, unaangalia unaona it's like waliamka tu siku moja wakajipata mahali walipo. No, it is because of that grace, because of that unmerited favor, because of that enabling power of God was upon them, and God made them. Mungu akawafikisha mahali wako, Mungu akawawezesha wakawa mahali wako. Kwa hivyo kuna ule mwito Mungu ameweka ndani, kuna kile kipawa Mungu ameweka ndani yako. Maybe wewe ni muibaji na Mungu amekuaminia hiyo kazi ya uibaji, huo mwito wa uibaji uko ndani, lakini utashindwa uanzie wapi. You start giving excuses, unaanza kuambia Mungu, mimi siwezi. Si utafute tu mtu mwingine, si unibadilishane na fulani, si mwito upatie mtu fulani ndiye anaweza, si mimi. Like Moses, the way he was giving excuses, mpaka anaambia Mungu, si utafute tu mtu mwingine. Mpaka anaambia Mungu, I'm not eloquent. Mpaka unasema mimi hata nikijifundisha nyimbo za Kiingereza sitashika, sitajua. Alafu za zingine unajipata Mungu anakuambia kwamba he will take you to many places. Unfortunately, unasikia kwamba God is saying ya kwamba he will take you abroad. Ukiangalia your level of education, unaangalia unashindwa. Sasa like seriously going abroad na ulikatalia shule class 4. Sasa unashikanisha mimi kwenda abroad na class 4 aje? Utasema nini? Utaongea nini? Mpaka unajaribu kufanya practice ya vile utaongea Kiingereza. But because of God's grace, kuna watu wengi washaijipata mahali kama pale, na wengine hata hawakuingia shule, but because the Holy Spirit of God is a good teacher, he teaches you. Unaweza tu jipata umesimama mahali tu kama madhabahu kama haya, ushike tu microphone, and because of that power of God, because of that unmerited favor of God ikishuka kwako, you will do great, you will do wonders. Kwa hivyo there is no need of wewe kubabaika, wewe kutishwa tu na mambo ya kwamba Mungu ananiita hiki, itawezekana aje? Moses angeulizwa ama kungeulizwa watu wachague yule mtu Mungu atatuma kuwaokoa wana wa Israeli mikononi mwa Farao, maybe wangetafuta yule mtu alikuwa na pesa mengi, yule mtu alikuwa na jina kubwa. But God chose, alimchagua Moses kwa ile kitu aliangalia ndani ya moyo wake. Kungeulizwa fulani aitwe kwa ministry, watu wangesema hapana. Lakini yule Mungu ambaye huchunguza moyo, na Mungu huwa anachunguza moyo na anaona ni kweli kazi yangu inaweza toshea, despite ya challenges, despite ya kwenye umetoka,
Kama vile Gideon alikuwa anapeana excuses ya kwamba tribe yetu ni kidogo, familia yetu ni kidogo, na kwa hiyo familia ni mimi mdogo. Mpaka yeye mwenyewe alikuwa anatafuta excuses za kujijustify yeye, ndio at least Mungu achane na yeye, aende akatafute mtu mwingine capable wa kusaidia wana wa Israeli. But God's grace. Kwa hivyo hata tukisoma kwenye Old Testament, wale watu wote walitomboa, hawakutoboa ni kwa sababu walikuwa wamekamilika. Hawakutoboa ni kwa sababu walikuwa wanamjua Mungu sana. Hawakutoboa ni kwa sababu ya uweza wao ama kujitahidi kwao. It is this grace that was upon their lives made them who they were. It is this grace of God iliwafanya wakawa chenye Mungu alikusudia wakawa. Ni hii neema ya Mungu imekufanya wewe ukawa jinsi ulivyo siku hii ya leo. Ni hii neema ya Mungu imekufanya ukafika mahali umefika. And it is the same grace that will make you go far. It is the same grace of God. Itakufanya ufike mahali hujawahi tarajia, hujawahi fikiria unaweza fika. It is the same grace. It is the same favor of God. Na no wonder Biblia inasema ya kwamba Mungu ni yeye huinua maskini kutoka mavumbini, anamketisha pamoja na wafalme. Ukifikiria kitu kama hiyo unaweza shindwa. Yaani mtu atolewe from nothing, Mungu tu amuinue, si kwa sababu ingine yoyote ile. It is because of this grace. When the grace of God rests upon your life, you will do great and you will do wonders and you will go far because of this enabling power of God, because of this unmerited favor of God. You will do great things. Tukubali neema ya Mungu ikawe juu ya maisha yetu. Maisha yetu ya kila siku, kila asubuhi. Just pray and ask God to give you his grace. Just ask God that may his grace be sufficient. May his power, this enabling power, hizi nguvu zinawezesha mambo ambayo hayawezekani yanawezekana, zikuwe tu juu yako, na utapata kwa maisha yako ya kila siku utapatana na mambo ambayo wewe ukiangalia hayawezekane. Lakini when this grace will be upon your life, when this grace will be sufficient for you, it will be possible. Na kwa yote, kwa Mungu yote yanawezekana. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Kwa hivyo kama Mungu amenena kukuhusu ya kwamba anakupeleka mahali fulani, ya kwamba ile ministry ameweka ndani yako, ameipangia kufika mahali fulani, usiwe na pingamizi, because sio kwako wewe. It is not all about you, but it is all about God. It is all about the power of God. It is all about the grace of God to be upon you. Sababu tumesoma sana in the book of Exodus kuhusu Moses. At the beginning, alipoambiwa na Mungu akawatoe wana wa Israeli mikononi mwa Farao, and the same God hardened the heart of Farao. Kwa hivyo alikuwa anapima Moses kuangalia hiyo roho yake imefika wapi. Ama saa zingine mambo huja na Mungu hupima imani yetu. Mungu hupima mioyo yetu kuona kama anaweza akakuaminia jambo lingine kubwa zaidi ya hiyo. And because of uoga na nini, unapata umetoka tu, yani hutaki kutumika, hutaki kufanya kwa ule uoga. Na ule uoga unakuingianga saa zile unafikiria kwamba you are all alone. But little did you know that ya kwamba Mungu na nguvu za Mungu zinakuanga pamoja na wewe kila siku. Ni ile tu uchukue hatua ya imani na utekeleze ile kazi Mungu amekuaminia. Moses kama hagajibizana na Mungu ingekuwa rahisi, lakini kwa kule kujiangalia na kuona sifai, who am I for God to send me to Pharaoh?
Same case applies to us today. Unaangalia unashindwa. Mimi Mungu ananiambia nitaenda kuhubiri mahali fulani na mahali fulani. Ukiangalia mahali pale, wale watu wanakaanga mahali pale, na wewe unajiangalia mahali umetoka na yale mazingira ulio ndani yake, unaona ni kama mbingu na ardhi. Hayo ni mambo mawili yenye hayawezi wezekana. But with God's grace, let me assure you this afternoon that with God's grace, mambo yote yanawezekana. Na yale Mungu amenena ndani yako, ujue kwamba si kwa nguvu yako, si kwa nguvu zako yatawezekana, si kwa uwezo wako yatawezekana, hapana. But God's grace, by God's grace, haya mambo, they will come to pass. If only utakubali. If only utajitoa kwa Mungu na ukubali ya kwamba nimekubali Bwana, nitafanya kazi yako. Nimekubali Bwana, nitafanya ile unayosema. Hata kana kwamba utakuwa na visababu mingi. Utajibizana sana na Mungu ukimwambia sifai. Mungu huwa anachunguza moyo wa mwanadamu. Na anaona, I think aliangalia watu wengi. Kwa kina Gideon walikuwa wengi, but he chooses that Gideon, being the smallest of his family, angechagua firstborn kwao na angefanya kazi na wao, lakini alichunguza moyo na akaona Gideon was capable. Mungu amekuchunguza vyema. It is not my mistake that you are called. It is not a coincidence that you are called by God. No. God has a purpose. God has called you with the reason, because anataka kukuaminia mambo makubwa, kazi yake. Kwa hivyo usiwe na pingamizi, usiwe na vikwazo zile eti utajiwekea kwamba sitaweza ni kwa sababu ya hii. Usisimamishe mambo ya kwamba haitawezekana ni kwa sababu ya hii na hii na hii. Hata Moses aliposema ya kwamba ni kigugumu, hawezi ongea vizuri, God knew. Na hata leo Mungu anajua ile kitu inaweza simamisha useme sitaweza, lakini si kwa sababu ya hiyo. But let God's grace be sufficient. Let God's power, that enabling power, hizo nguvu ambazo zitakuwezesha kufanya hiyo Mungu anataka ufanye. Wacha tu, let that power rest on you. Wacha hiyo nguvu ya Mungu ikafanye kazi ndani yako, na ni wewe tu utamwambia Mungu nimekubali. Uliitwa ukaitika, kwa hivyo usisimamishe visababu vyovyote vile eti ya kwamba hautaweza, haitawezekana, ukijua kwamba that the one in you is greater than the one in this world. Hakujaipatikana impossibility kwa Mungu. Kwa hivyo haitaanza na sisi ya kwanza tuanze kusimamishia Mungu visababu ya kwamba hatutaweza. Tutaweza ni kwa sababu neema ya Bwana itakuwa juu yetu, na ni kwa sababu ya neema ya Mungu itatutosha. Kwa hivyo msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, na kuomba kubali kufanya mapenzi ya Mungu, ukijua kwamba Mungu alikuchunguza vyema na akaona jambo fulani unaliweza, jambo fulani ukifanya wewe itakuwa sawa. Kwa hivyo wacha kusimamisha visababu, kubali kufanya, kubali kusimama kwenye pengo, kubali kusimama kwa nafasi yako, na ili ukarahisishe mambo. Kwa sababu ukianza ubishi, ukianza kubishana, still Mungu akisema amesema, atakutumia wewe. Wacha usikubali Mungu akatumie na the hard way, na njia ngumu. Hapana, ni kwa sababu tu utatumika. Hata kama utasimamisha visababu, lazima Mungu atakutumia. Hakuhitaji wewe kukuuliza kama utaweza. Mimi nasemanga kama Mungu akiita mtu, alikuwa anakuita na kupatia list, anakwambia chagua ile kazi kwa huduma ama kwa kazi yangu mimi nikiwa Mungu, chagua moja yenye utafanya.
Mimi hata ningeulizwa, hata kwenda kanisani singechagua. Wacha kufagia, kwenda kanisani singechagua. Kwa hivyo mambo ingine si wewe, ni Mungu. Na kama unaambiwangwa Mungu ameweka huduma ndani yako mpaka unacheka. Nilikuwa nauliza Mungu ni nini Mungu anaangalia akichagua mtu? Sababu kama vile Gideon alikuwa na excuses ya kwamba ni yeye mdogo kwa familia yao, same case applies to me. Mimi kwetu I'm the firstborn kwetu, lakini nilikuwa najiuliza mkasikia wapi eti kwa familia yetu kunapatikana mchungaji? Mpaka nilikuwa nacheka. Yaani hata mwenye Mungu anatumia kumwambia hivyo unamchekelea mpaka anashindwa, unacheka nini? Kamwambia leo hii mama yangu akuje aingie tu pap asikie tiko na microphone unasema the Bible says. Ana anashindwa ni kulia ni kucheka. Because haingewezekana, tukiangalia na macho yetu ya mwili haingewezekana. Ati unapata wewe katikati ya familia ya watu 7, wewe ni wewe tu unaongeanga mambo ya kanisa. The rest they are just but church goers. But mpaka wanashindwa na wewe wanakuuliza, yani kila siku kila saa kanisa kanisa kanisa. Kwani hawawezi elewa mambo na mito, mambo na kufanya kazi ya Mungu. Na no wonder wale watu huwa wanafanya kazi ya Mungu wanaonangwa ni kama wapumbavu, ni kama hawajuangi, ni kama haelewangi. Hata ukiangalia in the Old Testament and in the New Testament, ukiangalia wale watu Mungu alitumia na njia kubwa, watu hawakuwaelewa. Anda watu hawako hapo wakuelewe, na usikubali watu wakuelewe, sababu there is no way even a single day watakuja kukuelewa. It's only God ataweza kuelewa, na utafanya yale mambo Mungu amekusudia kufanya. Sio kwa sababu umetoka kwa familia inaweza, sio kwa sababu umetoka mahali watu that they are well up, that venye walilelewa vizuri. Hapana, Mungu haangalii yale mambo. Na no wonder Biblia inasema kwamba Mungu hafanyangi kazi na wale watu ambao wanajua. Anafanyanga kazi na wale watu wamedhalauliwa, wale watu ambao wanaonekana ni kama nothing good can come out of them. Au ndio Mungu hupendezwa na wao, au ndio Mungu hukubali kufanya kazi na wao. Kubali adhuhuli ya siku ya leo, jioni ya siku ya leo, kufanya kazi na Mungu. Kama wewe umeitwa na Mungu, kubali mwito, fanya kazi ya Mungu bila kunungunika, bila visababu vyovyote vile, because at the end of the day hata usimamize excuses, God will work with you. Na si kwa nguvu zako, sio kwa vile unajiangalia unajiona, sio kwa yale mambo unapitia, but this God will grant you grace which will be sufficient, ile itakuwezesha kusimama na kutekeleza kazi ya Mungu ile Mungu mwenyewe anataka uifanye. Kwa sababu sio wewe, it is not all about you, but it's all about God and his grace that will be sufficient to us. Na kwa hayo machache naomba tukaombe na Bwana atatubariki. Asante Mungu mwenye nguvu na uwezo, adhuhuli ya siku ya leo tunasema ni asante, ni kwa sababu umetufundisha kuhusu neema. Si kwa nguvu zetu mambo yanawezekana, sio kwa uwezo wetu mambo yanawezekana, lakini ni kwa neema yako mambo huwa yanawezekana. Tumejifundisha kuhusu Moses wakati alisimamisha visababu ya kuwa hawezi, mpaka akakurequest utafute mtu mwingine asimame ni kwa niaba yake. Lakini wewe Mungu huwa unachunguza moyo wa mwanadamu. Tuchunguze vyema Bwana, na ile huduma, ile kazi yako umeweka ndani yetu. Kwa hiyo neema, kwa hizo nguvu zako ambazo zinafanya mambo yote kuwezekana, zikajae ndani yetu, na ili tukaweze kusimama jinsi wewe Mungu unapenda. Kubali Bwana, kubaliki msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ukimwezesha kusimama, ukimwezesha kukaa jinsi mapenzi yako yalivyo. Ile kitu tunaomba jioni ya siku ya leo
that let your grace be sufficient to us. Into every area and every problem that arises in our lives, teach us about that grace. Help us to know about this enabling power, this unmerited favor upon our lives. Tunaomba kibali chako Bwana. Ni kwa sababu Moses alisema ya kwamba kama hautaenda na yeye hatatoka mahali pale. Nasi Bwana tunakuomba, wacha neema yako ikatutoshe, wacha neema yako ikawe juu yetu, ili tuweze kuenenda na wewe, ili tuweze kutekeleza haya mambo umenena juu ya maisha yetu, ili tuweze kutekeleza kazi ile ambayo umeweka ndani yetu. Na ukifanya vile Bwana, sifa na utukufu zikurudie. Wewe ni Mungu mwema, tujiachilie mikononi mwako. Even the rest of the day, andamana pamoja na sisi. Let your grace be sufficient to us in each and everything that we do. Kubali Bwana, neema yako ikatutoshe. Hata tutakapokuwa na mkesha jioni, tunaomba neema yako Bwana ikatutoshe. Wacha nguvu zako na uweza wako zikadhihirike katika ukumbi huu kwa utukufu wa jina lako. Ni asanti Bwana wa mabwana, twajiachilia mikononi mwako tukijua kwamba yote kwako Bwana yatawezekana na yanawezekana, na utatuwezesha kusimama kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen, amen and amen.